sikuwatenda kwa ubaya, wameniumiza, nitalipiza. Nifuate mimi na uniamini mimi, nitakusaidia kwa vingi. Mgeni, 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 mgeni wa kijiji, mgeni, 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 mgeni wa kijiji, mgeni. Magogo, nimekuita hapa kwa sababu moja tu. Marehemu bibi yangu aliwahi kuniambia sichau cha azai, na mimi hapa nilipo nazunguka mti wa mbuyu wakati napaswa kukumbatia. Magogo, hisia zangu za mapenzi umeziteka. Naomba uwe mpenzi wangu. Ninakupenda ni wewe. Lakini mimi nilikuja huko kwa ajili ya shida nyingine. Ina maana mimi nitarudi Kigoma. Kama ni Kigoma, nipo tayari kuondoka na wewe. Halafu kitu kingine, mimi sina nauli ya kukulipia. Kuhusu nauli, mbona kitu kidogo kwangu? Wala usijali. Kikubwa unipatie jibu. Sawa. Jewende meye. Ndo nini? Nasema hivi, mimi nimekubali. Karibu mdogo wangu. Asante kaka. Karibu sana. Hapa ndo nipo sasa hivi. Jisikie uko nyumbani. Uko nyumbani wakati nyumbani umepakimbia. Hivi kaka, najua mimi ni mmoja ndoto mbaya sana. Sasa mdogo wangu, kuota ndoto mbaya si ni kitu cha kawaida tu. Ni kitu cha kawaida, hata hujajua nimeota nini. Nimeota mimi na wewe tumekufa. Alafu unasema sio mbaya. Unafurahia kufa eh? Umekimbilia huku mimi nife peke yangu. Mimi sitaondoka hapa. Mimi tunda wako wewe, nitafuni uwezavyo wewe. Ninakupenda ni wewe wako wewe. Asante kwa uwezavyo wewe. Mgeni, 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 mgeni wa kijiji, mgeni, mgeni, mgeni. Ubaki leo, kesho, hata milele na mimi nitakuwepo hapa hapa, sitoenda sehemu. Bwana, mimi nilikuwa nimebakiza kidogo tu. Yaani mimi nimebakiza kidogo tu nikamilishe kila kitu. Yaani kilichobaki ni ukabidhiwa pembe tu. Baada ya hapo nitakuwa nimejikamilisha kwa kila kitu. Yaani nitakuwa na uwezo wa kupambana na nguvu yoyote ile. Mimi kule sirudi. Labda tuondoke wote. Bila hivyo tunabaki hapa hapa wote na mimi nakaa hapa hapa siendi. Tatizo lako mdogo wangu, wewe haujawahi kuniamini mimi hata siku moja. Hebu jaribu kuwa na imani na mimi basi. Hapo itabidi sasa, ila usiwe na wasiwasi. Ngoja mheshimiwa aje, tutajua tutafanyaje, sawa? Mimi chawi ndio mheshimiwa, wewe kaka wewe. Kwanza mimi naliogopa, sijui liko wapi. Huyo sio mchawi. Huyo ni mtu anayesaidia watu. Anasaidia watu wapi? Mnaniacha mimi nataka kufa, mnasaidia nini? Umekimbilia huko unataka kula ugali, mimi hamna wewe. Mheshimiwa. Umeenda wapi? Tatizo lako sasa wewe ndio. Hebu tuachane na hayo kwa sababu yote na yote huwezi kuelewa. Kaka Dula. Nakuita hapa kwa jambo moja. Sipo tayari kuolewa na rafiki yangu. Hata kama uko tayari kuolewa na rafiki yangu, unataka kuolewa na mtu gani? Kwa sababu mimi najua kwamba rafiki yangu anakupenda sana. Mimi kuna kijana hapa kijijini kwetu hapa. Anaitwa Magogo. Imetokea sana kumpenda. Hebu subiri kwanza. Anaitwa Magogo? Ndio.
Sasa wewe Magogo ni mkazi hapa kijijini au ni mgeni? Kwa sababu Magogo mbona kama jina geni? Ni mgeni hapa kijijini. Sasa kwa nini mdogo wangu tu mgeni amekuja from now tena umeshapendana? Au usijua Waswahili wanasema kwamba kosea vitu vyote, usikosee kuoa ama kuolewa. Sasa baadaye usije ukajutia. Hamna kaka, wala usijali. Sawa, kwa sababu wewe ni mdogo wangu na kitu ambacho nakiamua mioga sipingi kabisa. Ila kitu kiwe sahihi. Yaani maanisha mpenzi wako ule mchagua awe ni mpenzi sahihi kwenye maisha yako. Waswahili husema kwamba kosea vyote, usikosee kuoa ama kuolewa. Je, tabia yake umeionaje? Hamna, mbaya kijana anaonekana mtulivu. Ana heshima yake. Unapomsikia nitamani muone. Wangu sawa, kama mnapendana mimi sina shaka kabisa kwa sababu umeamua wewe mdogo wangu. Na sijui mmeongea lini, sijui mmeelewana vitu vingapi kwangu mimi niko sawa kabisa. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Umenielewa eh? Wewe kuwa tu huru ila mpendane, mheshimiane. Sawa, mwekane sawa. Anapokosea mnashauriana, ukikosea mwambie nimekosea sehemu, anakushauri sawa. Sawa. Yangu hivyo ni hapa. Au kuna mengine labda? Hamna. Tabasamu basi na wewe. Tabasamu bana kidogo hapo safi. Wewe mdogo wangu bana, sawa. Tuachane na hayo. Nilikuwa nimekuja nikupe pesa ya matumizi. Kwa sababu unajua kabisa kwamba sasa hivi pesa itakomesha. Umeona eh? Kwa nakupa pesa muda si mrefu narudi kazini. Shika hili pembe na kukabidhi hili pembe, litakuwa ni msaada kwako. Chochote utakacholiambia litakutendea. Sawa mkuu. Lakini sasa ukifanya tofauti na matakwa ya hili pembe litakuzuru. Sawa, nimekuelewa. Tunaweza tukaondoka. Bwana Dula, by the way nimekuita kwa jambo moja tu. Nadhani unajua fika kwamba mdogo wako nampenda kiasi gani. Lakini sasa yeye ndio kwanza hataki hata kunisikia. Unaona? Na wakati huo mimi nishamwambia kila kitu. Mimi nipo tayari kumuoa. Na nilikuwa nimepangilia tayari nilete posa kwa ajili ya mdogo wako. Mimi nataka nimuoe mdogo wako. Unajua nini rafiki yangu? Wewe ni rafiki yangu sana. Sawa? Hiyo nafahamu. Wewe ni rafiki yangu sana, tena ni kama ndugu yangu. Sasa ndugu yangu, labda nikwambie kitu kimoja. Sasa unawezaje kuandaa barua ya posta wakati mdogo wangu akupenda? Dula. Kwanza nadhani nafikiri unakumbuka kabisa kwamba na unajua fika kwamba wewe ni rafiki yangu. Tena rafiki yangu wa muda tu. Hapa isitoshe, swala kuhusu kumpenda mdogo wako unalijua Dula. Mimi mdogo wako nampenda eti. Niko tayari kufanya chochote kwa ajili ya mdogo wako Dula. Hivyo rafiki yangu, nikuulize swali.
Hivi wewe unaliona tanuru la moto kabisa hapo linawaka afu mtu anakuambia jambo utaingia? Nisikize nikwambie kitu kimoja ambacho ukielewe. Unajua yule mdogo wangu inaweza kuwa labda akawa nakupenda. Sawa? Ila kulingana mazingira ambayo unayaishi au mazingira ambayo unayafanya ndio maana nakuruka. Unajua kwa sababu gani? Mdogo wangu yuko mbali na wao. Yaani mdogo wangu yani kwanza akisikia muuni yani ni vitu vile tofauti kama maji sijui na nini. Mdogo wangu muuni. Muuni ampendi sana. Ndio maana kasemaje, wenda labda ungekuwa sio muuni angekuwa ni fungu lako. Mbona mimi nimemshauri sana? Nimemshauri mno. Ndugu yangu. Na wewe tena. Mimi nilifikiri kwamba ungekuja hapa. Nikajua kabisa fika kwa nisikie. Fanya kitu kimoja, sawa? Mgeni, mgeni, mgeni. Mgeni wa kijiji, mgeni. Mimi msimamo wangu ni ule ule. Mimi ungeniita hapa, ukaniambia mimi Dula nimekaa na mdogo wako. Tukaelewana. Mdogo wako kanikubalia nimuoe. Tuoane. Mimi nafikiri ningepinga. Mimi siwezi nikapinga kwa sababu nyinyi siwezi kuingilia mambo yenu. Siwezi kuingilia mahusiano yenu. Lakini umeniita kwamba tena unasema mdogo wangu akupenda. Sasa unafikiri mimi ndakusaidia nini? Alafu kitu kingine mimi sitaki kuingia mawazo ya mdogo wangu. Yaani kama kakupenda, kama hajakupenda, mimi simo kabisa. Labda basi nikuambie kitu kimoja, sawa? Ningekusupport. Ila kwa hili siwezi nikusupport. Ila tu nakupa mkazo au msisitizo. Siwezi nikaruhusu mdogo wangu kumuoe. Kwa sababu hakupendi. Wewe ni rafiki yangu. Ila na mimi nasimamia kama kaka na naangalia familia. Mdogo, mwacha alale. Unajua kabisa toka kutafuta ndugu yake. Amechoka, amelala hapo. Sasa unataka kumfanya nini? Mwacha alale, bana amechoka. Naenda nyumbani. Hitimisho limekuja ni kwamba mdogo wangu akupenda. Na mimi kama kakake siwezi nikaruhusu mdogo wangu akaolewe sehemu ambapo hapendi. Ile haitakuwa ni ndoa bali itakuwa ni ndoa. Wewe. Kwa mwanangu naona nikataa. Nisikize vizuri bana. Wanawake ni wengi hapa kijiji. Basi fresh basi. Hivi unanishinda nini? Na mimi nikiamua la kwangu lazima nitimie. Moja. Tutaona. Siwezi kukubali. Lazima nimuoe. Dula amezingua fresh. Lakini lazima tu hataki astaki Dula hata kama angekwaje. Lazima nimuoe. Hivyo tu. Deus. Mimi naomba nikuulize tu kaswali kamoja. Hivi kwa mfano umekuwa mkubwa sasa, si ndio? Na haujasoma shule. Katika utafutaji wako labda imetokea umeenda India.
Hivi kama haujui Kiingereza kweli, utaweza kukaa India? Hapana, siwezi kukaa. Sasa ndivyo ilivyo, na ndio maana hapa mimi nawahimiza mwende shule. Kwanza mimi nimefurahi mlivyokubali kwanza kuvaa nguo za nini? Nguo za shule. Sawa? Kwa sababu gani? Elimu ndio msingi wenu. Narudi kwako sasa. Kwa mfano umekuwa mdada, halafu sasa si haujasoma. Labda umebahatika umepata labda kazi hata kwenye supermarket. Kule mjini kuna ma supermarket huko, si ndio? Sasa baada ya kupata supermarket unauza mule, akaja mteja mzungu. Anaongea Kiingereza. Sawa? Utaweza kumhudumia? Sio rahisi. Sasa unajua sio kwamba kwa sababu mtu fulani amesoma hajapata kazi, si ndio? Iwe sababu ya wewe kwenda shule. Kwa sababu licha ya hivyo pia kila mtu ana bahati yake. Wewe unaweza ukasoma leo, si ndio? Ukasoma ukabukua vitabu vyako wewe ukawa na elimu. Mambo yako yakaenda vizuri na ukapata kazi. Kwa hiyo usivunjike moyo kwa wale ambao hawajapata nini kazi. Sawa? Ina maana na wao wana bahati yao watapata kazi. Mimi naombeni mwende shule. Asante kwa ushauri wako Magogo. Ingawa leo ni siku ya michezo. Yaani hata kama ni siku ya michezo nyewe nendeni, sawa? Haya. Mama, sisi tunaenda shule. Haya wanangu, nendeni mkasome. Haya. Haya. Magogo. Naam. Tunashukuru sana kwa msaada wako. Wala mbona ni kitu cha kawaida tu hicho. Sawa, wewe unaweza ukaona ni kitu cha kawaida, lakini kwetu sisi kilikuwa ni kizito. Maana kama kuchapa tumeshachapa sana wanafunzi. Lakini imeshindikana. Hadi ikafika mahali nikaamua kuacha. Unaona? Yaani unajua dada yangu, kulingana na msaada ambao mmenipatia. Mimi hicho kitu kikaa kinaniuma. Kwa nini watoto hawasomi? Kwa sasa mimi nafikiri mtakuwa mmefurahi. Eti. Sisi tunashukuru sana.